Maumba, nimefukuzwa na Bazai mdogo. Unasemaje? Naomba nisaidie. Nikana wapi? Taenda na wapi na watoto? Mama, sasa mimi hapo ndio mtoto wa msaada gani? Ongea basi na mkeo, angalau nikae siku 2 tu, nijue pa kwenda na watoto. Labda ngoja nijaribu tuone. Ngoja nijaribu basi. Ana nini wewe? Yaani mke wangu, hebu nisikilize vizuri. Tena njoo nisikilize kwa makini. Mama Zai alikapiga. Mada yake aliyoka amekuja nayo. Yaani atipoishi pale na mume wake, njoo kumetokea mifarakano, migongano, yaani ugomvi unipilikana. Sasa atipomfukuza yule, njoo ameondoka na watoto unipilikana. Njoo akaniambia basi kama vipi baba Zai, njoo nilikawa naombi. Sehemu hii ujumbe ulikawa naombi kwamba eti yeye tuje tumsaidie, tumpe msaada wa kumpa hifadhi siku 2-3 hapa. Atipopata mambo yake akakaa vizuri, kaenda vizuri sakwasi, njoo yeye sasa ataondoka. Sasa mimi nikasema yaani mimi nichukue uamuzi wa kunichukua mtu wa kumleta nyumbani hapa kukaa naye hapa, mimi siwezi kuamua mwenyewe. Mimi mbona na mke wangu nzuri nampenda, njoo nikaona siwezi kuamua mwenyewe, lazima mimi njoo nikufuate mama Njengo. Sasa njoo nikupangilie, tena sio nikupangilie, nikuombe kwamba njoo jambo lenyewe ndo hilo. Sasa wewe ulikawa una wazo gani hapa? Hivi unajisikia kabisa unavyoongea? Unajisikia kabisa? Ama tumetoka kujadili nini hapa? Yaani tumetoka kuzungumzia jambo hilo sasa hivi. Kwani Maumba unanichukuliaje? Kwani kosa kukupenda babangu? Emvaa viatu vyangu, wewe ungekuwa mimi ungeisije? Mimi nakuelewa mke wangu. Ili jambo ambalo tunaongelea hapa sio la mapenzi ya mtu na mtu, ili ya mapenzi ya baba na mtoto. Yule atipofukuzwa atatangatanga na watoto pale. Kuna Zai mwanangu, mimi ndio mwana wewe, unipilikana. Hebu tuende mbele na turudi nyuma. Lifikirie hili mara 2 mke wangu, sikulazimishi, lakini nakuomba liangalie hili mara 2. Hakuna mapenzi kati yetu. Basi siko tayari tena kuteseka na mapenzi yako. Kwa hili utajua wewe unyoe au kusuka. Nimechoka kuteseka na mapenzi yako. Mke wangu, mimi bila wewe bado sijatimia. Salima, hebu yaani kuna vitu inabidi uviangalie, uende mbele na kurudi nyuma. Shemeji. Odi. Shemeji. Wema.
Hapa. Ndawaita wanangu sawa? Hizo siku nyingi shemeji. Asante shemeji. Shemeji. Mbona na mabegi? Shemeji yangu, rafiki yako kanifukuza, na sababu ya kunifukuza, yani mimi nahisi ni wivu tu uliopitiliza shemeji yangu. Yani kanifukuza bila yani sababu ambayo yani shemeji yangu hata kuelezea. Ila yote na yote shemeji yangu, nimekuja kwako, naomba unisaidie kukaa na watoto wangu nikajitafute angalau hata wiki hizi, wiki mbili. Nikishajipata nitakuja kuwachukua. Alafu shemeji, nikwambie kitu, niwe hai niwe nimekufa, mwambie rafiki yako kuwa Zainabu ni mtoto wake. Natoka nilivyoingia katika ndoa yangu sijawahi kumsaliti hata kidogo. Sijawahi kumsaliti hata kidogo rafiki yako, lakini yeye anaizani kuwa anadhani kuwa mimi namsaliti. Kwa shemeji, mimi ninachokuomba, ombi langu tu, naomba tukae na watoto wangu nikajitafute, nikijipata hata shemeji. Hiyo unafahamu vizuri mtu wako, kwanza ni mpole, lakini ni mtu ana hasira sana za karibu. Zaituni ni mtoto wake, anamkataje Zaituni kuwa sio mtoto wake? Yaani shemeji, hicho ndio kinachoniumiza zaidi. Shemeji, mimi kuna masuala mengine sipaswi kuwajua kiundani kwa sababu sina sababu hiyo ya kufahamu kiundani. Ila mimi kuhusu jambo ambalo nimekuja nalo kwa sasa, mimi nitakusaidia. Si wiki mbili. Ndio shemeji, yaani utakuwa umenisaidia sana. Yaani sana. Yaani Mungu akubariki shemeji yangu. Yaani shemeji, hapana. Usifikie huko. Wewe umenisaidia mengi sana kuliko hili ambalo nataka kwenda kusaidia kwa sasa. Nitashukuru sana shemeji yangu. Wewe ndio pressure, usiwe na wasiwasi wa aina yoyote. Mambo yako yatapokuwa sawa, njoo. Sawa shemeji yangu. Sawa, asante sana shemeji. Utakuwa unanisaidia sana. Haina shida. Zaituni, Zainabu, njoni wanangu. Mimi nitaacha kwa baba yenu mdogo. Kwanza leo mtakuwa mnaishi kwa baba yenu mdogo. Sawa? Sawa. Kwa kila mtakachokitaka nitamwambia baba yenu mdogo, sawa? Lakini nawaahidi wanangu, ninapoenda nitarudi kuwachukua. Sawa na Darudi. Jioni kuonyeshe show. Jambo kidogo. Mambo, unaenda wapi? Mama. Kwani wewe una matatizo gani? Si nilishakwambia na kwenda kwa rafiki yangu. Unaenda kwa rafiki yako, unaenda kwa huyo malaya wako. Salima, wewe utanifikiria hivi mimi hadi lini? Nitakufikiria hivyo mpaka utakapoenda kaburini. Unasemaje? Umesikia vizuri, jeuri tu. Sasa nisikilize. Tena ndio nikiongea hapa naongea kama mwanaume mwenye ndevu zilizotimia. Unipilikana. Mimi nimekwambia na kwenda kwa rafiki yangu.
hayo mengine ya kwako, na wewe utabaki kuwa mke wangu tu, na yule atabaki kuwa mama watoto wangu. Hapo hakuna kinachobadilika, usilete ulofa. Achana na mimi bwana. Dada, tunaenda wapi? Mimi nimechoka. Pole mdogo wangu, ila jikaze. Maisha haya mpaka lini? Mama alisema akirudi atakuja kuchukua. Namchukia sana baba, maana ndio anasababisha haya yote. Nyamaza, usiseme hivyo. Mpende aliyekukosea, maana mtahukumu ni Mungu na sio binadamu. Dada, ona. Ndugu yangu, ndo ajawaga siku nyingi sana hatujaonana Ndo nikasemaga huyu ndugu yangu ndo anafanyaga nini tuweze kuonana. Leo nimepata hii nafasi ya kufanya hii kitu, nikasema hapana, siwezi fanya peke yangu. Ndo lazima uwe na karibu hapa, ndo nikwambiage nimepata mke, ndo natakaga kuoa, ndo mke wangu mtarajiwa huyu. Lazima umfahamu, ndo mke wangu huyu. Babe, ndo rafiki yangu Maomba huyu sasa. Ndo huyu. Nimefurahi kumfahamu. Hata mimi nimeshukuru kukufahamu. Ndo mpeane basi hata mikono. Karibu, ndo mpeane mikono. Karibu kwenye familia hii. Asante shemeji. Ndio. Lakini ndugu yangu Maomba, mimi ndo nakujua. Ndo tukikutanaga mara nyingi ndo akwaga na mkeo, ndo akwaga na familia yako Maomba. Ndo yuko wapi? Ndo sijakuzoeaga hivi. Nini kinakuchanganya? Afu leo umepoa. Ndo anakuwa kama mtoto anakusumbua. Mtoto Zai na anakuchanganya Na kuhusu Zai wala hakuna tatizo. Unapilikana. Lakini kwanza Zai alikawa na mama yake walipata mtihani kidogo. Yule mzazi mwenzie yule ndio waligombana kweli mpaka kufika kuminyana mpaka kufukuzana. Unapilikana. Sasa mimi sijui Zai yuko wapi wala mama yake yuko wapi. Lakini shida huyu mwanamke nipo naye mimi ambaye naishi naye. Huyu anapasua kichwa hatari. Yaani mwanamke ana mdomo anapala maneno, yaani polimilai hatari. Yaani ndio nakosa amani, mwanamke ananikondesha hatari. Mtoto yupo, Zai yupo, lakini shida mwanamke huyu nilikawa naye hatari. Ndugu yangu, ndo nataka nikwambie kitu kimoja. Hata kwenye vitabu vimeandikwa tuishi na wanawake kwa akili. Ndo nakwaga na uvumilivu. Ndo kuishi na mwanamke ndugu yangu ni kazi. Ndo usichoke. Salima ni mwanamke mzuri. Ndo anakupenda, ndo nampenda. Matatizo kawaida sana kwenye familia ndugu yangu. Na hii nakuomba kitu kimoja. Ili furaha yako iweze kurudi. Ndo nataka babe, tukaongee kidogo na shemeji yangu ili mambo yakae sawa. Familia yake ikiwa na amani. Ndo mimi nakwaga na amani. Ndo nakwaga sawa Ndo tukaongee naye mke wako ili mambo yakae sawa. Ndo unasemaje hiyo kakangu? Ukaongea na Salima? Nikaongea na mkeo Salima. Lazima atakuelewa. Njoo atawaelewa. Yule mtoto amunjui bwana. Salima mkorofi hatari. Akiongea na mwanamke mwenzie ndo atakuwa anaelewa Maomba. Naomba niende kwanza nikajisaidie kwanza kidogo. Nikirudi toilet kila kitu kitakaa sawa. Tunamaliza tunaenda. Ndo nasemaje wewe? Taenda wewe. Yaani wewe nenda chooni huko. Lakini huyu anachukulia vitu vipesi. Nipilikana. Hamna shemeji, lazima taelewa. Ndo wewe rafiki yangu, ndo lazima unapendaga furaha yako, ndo nataka wewe na furaha. Ndo familia yako ndo furaha yako wewe. Yaani kuna vitu wewe unashindwa kuelewa. Yaani njongeechi na yule Salima hata siku mbili nywele usingefuga hivi. Unapilikana. Yule ndio anachukulia mambo kwa uwepesi. Alafu ndio anashindwa kuelewa kwamba kuishi na mwanamke wakati mwingine nyenye mna shida. Unapilikana. Yaani nilijua kwamba wewe umetoka nyumbani unaenda ujaenda kuona nasikia kumekuja kuona mama yako.